Yusuf ametumbukizwa kwenye kisima. Msafara unamwokoa kule kisimani na kumuuza kwa mtu mwenye hadhi. Mke wa yule mtu mwenye hadhi akamtamani Yusuf kwa tendo la hiana, lakini Yusuf alikataa na kusema, hapana, la hasha, mimi siwezi kumfanyia hiana bwana wangu, kwani hakika yeye amenitendea wema na amenikirimu. Akakasirika yule mke na akamshtakia mumewe. Akatambua yule bwana mwenye hadhi kwamba mwanamke yule ni mwongo, na akatambua kuwa Yusuf ni mwaminifu. Akamwambia mkewe, hakika wewe ni miongoni mwa wenye makosa. Naye Yusuf alitambulika sana nchini Misri kwa uzuri wake, na watu wanapomuona husema, huyu si binadamu, huyu ni malaika mtukufu. Ghadhabu za yule bibi zikazidi, na akasema kumwambia Yusuf, kwa hivyo utakwenda jela. Akasema Yusuf, mimi napenda zaidi jela. Na baada ya siku chache akaafiki yule bwana juu ya kumpeleka Yusuf jela. Yule bwana alijua fika kwamba Yusuf hana makosa, kwa hivyo Yusuf aliwekwa jela. Yusuf akaingia gerezani, na wale wafungwa wengine wote wakatambua kwamba Yusuf ni kijana aliyemtukufu sana, na kwamba ana elimu kubwa na moyo wake ni wenye huruma. Wafungwa wote waliokuwamo mule gerezani walimpenda Yusuf na kumheshimu. Wakafurahi sana kwa kuja kwake na wakamtunza. Wakaingia jela watu wengine wawili pamoja naye. Wakamhadithia ndoto zao. Akasema mmoja wao, hakika mimi nimeona katika ndoto ninatengeneza pombe. Na yule mwingine akasema, hakika mimi nimechukua mkate juu ya kichwa changu, ndege wanaula mkate huo. Wakamtaka Yusuf atoe tafsiri ya ndoto zile. Yusuf alikuwa ni mjuzi wa tafsiri za ndoto. Yusuf alikuwa ni nabii katika manabii. Wakati wale watu walikuwa wakimwabudu asiyekuwa Allah, walijifanyia miungu yao wenyewe wengi sana. Wakasema, huyu Mungu wa nchi kavu, huyu Mungu wa bahari, huyu Mungu wa riziki, huyu Mungu wa mvua na kadhalika. Yusuf alikuwa akiyaona yote hayo na kucheka, na Yusuf alikuwa akiyatambua yote hayo na kulia. Yusuf alikuwa akitoka kuwalingania Mungu wa haki Allah, na Allah amependelea hayo yafanyike katika gereza, kwani hawastahiki wao kupata mawaidha, kwani hawastahiki watu wa gereza rehma, kwani watu wa gereza si watu wa Allah. Je, waliomo gerezani si binadamu? Ingawa Yusuf alikuwa gerezani, lakini alikuwa huru tena asiye na woga. Yusuf alikuwa ni mdogo, masikini, lakini mkarimu, mwenye mkono wa chini. Hakika mitume huidhihirisha haki kila pahala. Hakika mitume hueneza nyakati zote. Yusuf akasema katika nafsi yake, hakika haja ndiyo iliyowaongoza watu wawili hawa kwangu. Hakika mwenye haja huwa mpole na mnyenyekevu, na hakika mwenye haja husikiliza. Basi lau kuwa ningewaambia jambo, wangelisikiliza wao pamoja na wengine waliomo gerezani. Lakini Yusuf hakufanya haraka, bali aliwaambia, nitakueleza maana ya ndoto zenu kabla hakijaja chakula chenu. Wakakaa na wakatumaini. Kisha Yusuf akawaambia, mimi ni mjuzi wa tafsiri za ndoto, hayo ni miongoni mwa yale aliyenifundisha Mola wangu. Wakafurahi wale watu wawili, wakapata utulivu, na hapa Yusuf ndipo alipopata fursa, na hivyo basi akaanza mawaidha yake.
Akasema Yusuf, basi haya ni miongoni mwa yale aliyonifundisha Mola wangu, lakini Mwenyezi Mungu hampi elimu yake kila mtu. Mwenyezi Mungu hampi elimu yake mshirikina. Je, mnajua kwa nini Mola wangu amenifundisha? Kwa sababu mimi nimeacha njia ya watu wanaomshirikisha Allah. Nimeshika njia, mila za babu zangu akina Ibrahim, Ishaqa na Yaqub. Haiwi kwetu sisi kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote. Yusuf akaendelea, na huku kumpwekesha Mwenyezi Mungu hakutuhusu peke yetu, bali kumewahusu watu wote. Hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yetu na watu wote, lakini watu wengi si wenye kushukuru. Alipofika hapo, Yusuf akasita na kuwauliza wale watu wawili, nyinyi mnasema Mungu wa nchi kavu, Mungu wa bahari, Mungu wa riziki na Mungu wa mvua, na sisi tunasema Allah ni Mungu wa viumbe vyote. Hao waungu wenu wenye kutofautiana ni bora au Allah aliyepweke tena mwenye nguvu? Yuko wapi Mungu wa nchi kavu, Mungu wa bahari, Mungu wa riziki na Mungu wa mvua? Nionesheni, wameumba nini katika ardhi au wanashirika katika mbingu? Iangalieni ardhi na angalieni katika mbingu na muangalieni. Hivi ni viumbe vya Mwenyezi Mungu. Nionesheni walichoumba hao miungu yenu asiyekuwa Allah. Na vipi kuhusu Mungu wa nchi kavu, Mungu wa bahari, Mungu wa riziki na Mungu wa mvua? Ni majina mliowaita hao miungu wenu nyinyi na baba zenu. Utawala ni wa Mwenyezi Mungu, ufalme ni wa Mwenyezi Mungu, ardhi ni ya Mwenyezi Mungu, amri ni ya Mwenyezi Mungu. Msiabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, lakini watu wengi hawajui. Baada ya Yusuf kumaliza mawaidha, akawaeleza wale watu wawili tafsiri ya ndoto zake. Akasema, mmoja wenu kweli atamnywesha bwana wake ulevi, ama mwingine atasulubiwa, atauliwa na utaliwa na ndege kutokea kichwani. Akamwambia yule wa kwanza, unikumbuke, unitaje mbele ya bwana wako. Wakatolewa gerezani wale watu wawili. Yule wa kwanza akawa anatengeneza pombe ya mfalme, na yule wa pili akasulubiwa. Yule mtengeneza pombe wa mfalme akasahau kumtaja Yusuf mbele ya mfalme, na kwa hivyo Yusuf akaendelea na kifungo kwa miaka mingi. Naye mfalme wa Misri akaota ndoto ya ajabu. Aliona katika ndoto ng'ombe 7 wanene, na hawa ng'ombe 7 wanene wanaliwa na ng'ombe wengine 7 waliokonda mno. Na akaona pia yule